Sijui tutamwamini nani, sijui sisi twende wapi, sijui tutamwamini nani, sijui sisi twende kwa nani, sijui tutamwambia nani. Dunia hii haina mwenyewe, wachungaji matapeli wapenda maokoto, waimbaji makahaba wamemtendewa za watu, wenye ndoa wasaliti. Pesa kidogo ushaleta maringo, sifa kidogo ushaota mapembe. Wewe selebu watukumui tena, hauna nguo unatembea uchi. Pesa kidogo ushaleta maringo, sifa kidogo ushaota mapembe. Wewe selebu watukumui tena, hauna nguo unatembea uchi. Kwa mitandao unaitwa sweet baby, wazazi wako hawakujui tena, pasta wako anajifanya kuoni, na ndugu zako wanavumilia. Kwa mitandao unaitwa sweet baby, wazazi wako hawakujui tena, pasta wako anajifanya kuoni, na ndugu zako wanavumilia. Pesa kidogo ushaleta maringo, sifa kidogo ushaota mapembe. Shuka mwenyewe univute machozi, nitalia mpaka lini? Nimechoka kuvuta machozi, nitalia mpaka lini? Nimechoka kuvuta machozi. Shuka mwenyewe univute machozi, univute machozi. Shuka mwenyewe univute machozi, univute machozi. Nitalia mpaka lini? Nimechoka kuvuta machozi, kuvuta machozi. Nitalia mpaka lini? Nimechoka kuvuta machozi, kuvuta machozi. Mbona ni mimi peke yangu nalia machozi? Mbona ni mimi peke yangu ninateseka? Mbona ni mimi peke yangu nafungiwa nyumba? Mbona ni mimi nimeshindwa kupata mchumba? Mbona ni mimi kila siku nakataliwa? Mbona ni mimi kila siku ninatukanwa? Mbona ni mimi peke yangu nakosa kazi? Mbona ni mimi marafiki wananiunga? Shuka mwenyewe nivute machozi, shuka mwenyewe baba yangu nivute machozi. Nitalia mpaka lini? Nimechoka kuvuta machozi. Alright, mtazamaji wa kwangu wa Pepeta TV, jinsi nilivyokujuza hii leo tutakuwepo na mgeni ambaye yupo studioni, mnamuona hapa ameweza kuchangamsha pale na nyimbo kabisa pale. Eti vuta machozi. Tupe moja kiongozi. Shuka mwenyewe univute machozi, nitalia mpaka lini? Nimechoka kuvuta machozi. Naam. Kwanza kabisa mtazamaji wangu, najua unataka unajiuliza sana. Niko na nani leo studioni? Kwanza kabisa ningependa tu kwa dakika moja tu uweze kutujuza mtazamaji atakujua aje wewe ni nani hasa? Yes. Mimi ni Prophet Max na mimi ni mhubiri, niko na kanisa kule Pipeline Nairobi. Alafu mimi ni muimbaji wa nyimbo za Injili. Ana nyimbo nyingi kama 200 pale katika mtandao wangu wa YouTube. Kumaanisha mimi ni
mwimbaji kabisa ambaye anajua kile anafanya. Naam. Alafu mimi ni producer. Niko na studio pale Pipeline Nairobi. Yes. Na huwa na rekodi audio, video na kazi nyingi sana. So mimi najishughulisha na mambo ya production ya music. Mimi mwenyewe ni mwimbaji. Na niko na studio pale. Alafu niko na kanisa kule Pipeline inaitwa Peak Prophetic Ministry. Nadhani hiyo introduction iko mzuri kwangu. Okay. Yeah. Na pia kwa dakika moja tu pia hivi kitu gani kilitangulia kwa maisha yako kati ya uchungaji na wanamuziki pale? Nilipozaliwa mimi nilijipata napenda muziki. Na babangu ni msanii. Na kitu gani haswa kilikuigilia hadi ukaamua kuwa tena mchungaji? Nilipoanza usanii nikasonga kidogo, nilikuja kurealize niko na calling ya kuwa mtumishi wa Mungu. Naam. Na baada ya pale, baada mambo mengi, my encounter with God, yes, kwa watumishi wa Mungu, ma prophets ambao tumekuwa nao pale nyuma, wakanifikisha mahali, wakanianoint nikawa mtumishi. So nilianza kama msanii, baadaye nikaimba nyimbo zangu za kwanza hapo 2-3, halafu nikaanza ministry. Okay. So kidogo naona ministry inanisukuma vizuri sana nikiwa na uimbaji wote pamoja. Okay. Yeah. Na kama producer, msanii akikuja pale, ni sauti gani hizi hasa ukimsikia msanii hivi unasema huyu ndio nitafanya naye kazi? Nikiwa kama producer, msanii akija pale studio, kitu cha kwanza lazima nisikie huyo mtu ako na content. Alafu cha pili nisikie huyo mtu sauti yake inaenda vipi. Afadhali nirudi nyuma kwanza nimfundishe kidogo ashike vizuri, ndo nimfanyie kazi kama producer, kwa sababu ninatamani wale waimbaji wanarekodia katika studio yangu wawe waimbaji ambao wanaenda viral. Na waimbaji wengi ambao wamefanya vizuri, wamefanya pale Peak Studio Pipeline. Na kwa hivyo muimbaji akija studio, kitu cha kwanza lazima nisikize ako na content vizuri. Kama hakuna kwanza content. Yeah. Cha pili sauti yake inaenda vizuri, ako na rhythm ya kumtoa. Kama hana rhythm ya kumtoa, afadhali nimpeleke pale nyuma nimfundishe kidogo, alafu tumlete kwa kurekodi. Okay. Yeah. Na waimbaji wengi wanalalamika sio wakienda studioni, maproducer hawajali upako. Wanajali tu biashara tu. Wewe kama mchungaji na producer, unachukuliaje jambo hili? Mungu amenipa neema ya kuwa na ministry na the same time kuwa muimbaji mimi mwenyewe na kuwa na studio. Kwa hivyo kitu ambacho mimi hufanya, nataka nilee kipawa kilicho ndani ya huyo muimbaji. Huwa siangalii pesa sana, lakini pia nahitaji pesa. Mkikuja pale studio msiniletee mchezo, nataka pesa. Lakini pia huwa naangalia ile ministry iko ndani yao. Ukiangalia wale waimbaji wamerekodi kule kwangu, wengi nimewasupport. Kwa sababu nikiona muimbaji ana kipawa lakini hana uwezo wa kulipa sana ama kufanya nini, uanga na msupport kwanza, na muoneshe njia ambayo anaweza kufika. So tofauti ya studio yangu na studio zingine ni kwamba hii ni studio ambayo ni ya prophet, mtumishi wa Mungu. Kwa hivyo wana support waimbaji zaidi kuliko kuchukua pesa. Ile sipo studio nyingi ambazo ukifika pale wewe hata kama uwe na upako hawataki kujua, so long as unawafanya nini, unawapatia kilicho chao. Lakini kule kwangu mara nyingi wanachukua muda mwingi kwa support wasanii na kuangalia kile ambacho wanatoa kinaweza kafikia watu wengi. So ukitaka kurekodi muziki mzuri, njoo Peak Studio, maana hapo ndo kuna prophet anaweza kusaidia na ufike vizuri. Naam. Kabisa. Na watu wengi wanaamini kuwa wachungaji hawapaswi kufanya biashara. Sijui kama unanipata. Nakuelewa. Watu wengi ukienda pale nyumbani wanasema mchungaji hapaswi kufanya biashara. Anapaswa ashughulike tu mambo ya Mungu. Wewe unachukuliaje jambo hili? Nikisoma Bible, kwa sababu mimi ni mtu natumia maandiko vizuri. Naam. Paul alikuwa anashona hema, anapata pesa zake, halafu anaenda kuhubiri. Hivi aziwe mzio kwa watu. Mtu kama mimi ambaye nafanya biashara, nafanya recording pale na wananipa pesa mzuri pale studio. Nikija kanisani mimi sihitaji mnipatie pesa ndo ni saa 5. Lakini yule mchungaji ambaye ufanya huduma peke yake, washirika wakikosa kukusupport ama kuleta sadaka ya kutosha kulipa rent na nini, utapata huduma yako imeenda chini kwa sababu hauwezi kujisupport, huwezi support familia. Lakini mchungaji ambaye unafanya kazi ni vizuri kwa sababu hautakuwa mzigo kwa mtu. Ukija kama pale kwangu nikishafanya kazi mimi, niende kanisani ninunue ma speaker zangu na kila kitu, nilipe rent. Washirika wakikuja wa support, it's okay. Wasipo support mimi niko sawa na hakuna mtu anaweza kuniangusha because they don't support it. Kitu kimoja nikwambie presenter, mtu ambaye anakusupport, chochote atakwambia utafanya. Kwa hivyo hao washirika wakiamua kukusupport, ile siku watakwambia tunataka mahubiri kama hii na hii, utahubiri hiyo hiyo wanataka. Lakini maana umejisupport wewe mwenyewe na ile huduma Mungu amekuitia, utahubiri vile Mungu amekutuma na injili yako itafika mbali. Na kwa uchungaji tu tukikuja pale, ni kitu kiko ndani mwako ama ni kitu uliitwa? Mimi my ni a calling. Because kama sio calling, zile changamoto nimepitia hapa nyuma singeweza kuwa nimesimama mpaka sasa hizi.
Kwa sababu changamoto haswa gani? Ya kwanza ni fedha, hali ya kipesa. Ukifungua ministry Nairobi hii lazima utalipa rent, utanunua vyombo, utafanya crusades, utafanya mikesha, utafanya nini. So you need a financial support. Na hii sasa inaweza kuwa challenge moja ambayo nimepitia kule nyuma. Cha pili, nimepitia changamoto nyingi, unapata umesimamisha kanisa imefanya nini, na kuna kipindi mpaka nilishikwa na nikaingia gerezani. So kipindi hiki nilipitia changamoto hizi zote ni kwa sababu ya huduma, sio kwa sababu nyingine. Alafu sababu ya kwamba nina maisha yangu personal. Ile sasa mtu unafaa kuishi lija kwamba wewe ni mchungaji, wewe ni producer, unahitaji kukaa maisha yako personal. So kupitia kwa hizo zote nionyesha kwamba kama nimesimama mpaka saa hizi naweza nikaingia TV yoyote, naweza nikaenda ni big platforms, naweza nikafanya mikutano mikubwa na watumishi wakubwa. Wale watumishi ambao nilikuwa naota pale nyuma kukutana na wao, sasa hizi nakutana na wao kwa meza moja, tunakula vizuri na viongozi wakubwa hata wa serikali. Ni kwa sababu ya kile kitu ambacho kiko ndani. Na kwa sababu nimefika hapo, naamini Mungu atanisaidia nifike international, because my vision ni nifikie ulimwengu mzima kama Prophet Max kutoka Kenya. Na niko tayari. Si unaona nikisema mimi ndio the lion. na si mchezo nataka kufika kule kabisa. Inapendeza sana. So mtazamaji kwangu, kama unaendelea kutazama pale, nambari za simu zipo pale kwenye televisheni yako pale, unaweza tupigia simu ya 0728714232. Unaweza nipigia pale simu katuambia una swali lipi kwa mgeni wangu wa leo ambaye ni Prophet Max, ambaye ni mchungaji, ni prophet, hata pia ni producer na pia anaimba nyimbo za injili. Unaweza mfika pale, unaweza mtafuta, yupo kwenye platform zote, atakuwa anakuambia, na hata ikiwezekana atakuwa anakupatia nambari zake za simu. Kuna kijana pale nyumbani anakutazama sasa, ana kipaji cha kuimba, ana maono ya kuwa mchungaji, na hajui pale pa kuanzia. Una maono gani kwa wewe? Unataka kuimba? Kitu cha kwanza, tafuta mtu ambaye anaweza kusoma na ndoto yako. Mtu ambaye anaweza kusaidia, sio kwa sababu tu uko na pesa uende studio recording ngoma yako, unaweza ikatulia. Lakini kama wewe ni kijana, tafuta mtu ambaye ana roho ya kuweza kukulea. Kama mimi pale kanisani na pale studio, yani ukiwahi kukutana na mimi, be very sure kwamba utakuwa msanii. Wale wasanii wangu wako pale nyumbani wanaweza kukuambia hicho. Kwa sababu cha kwanza, mimi nikiona una kipaji, hauna pesa, naweza nikakusupport. Hata kama uanga nalipisha studio pale audio ni 5k, video ni 10,000. Lakini wakati ambapo kumekuja muimbaji ambaye hana pesa nyingi, naweza nikakurekodi hata na 3,000, hata video nikufanyia hata na 7k, kwa sababu nataka nikusupport ili ufike mahali. So kijana uko pale nyumbani unataka kuimba, wewe andika mistari zako, omba Mungu akupatie divine connection. Pata mtu anaweza kusaidia. Anaweza kuwa producer, anaweza kuwa mtumishi wa Mungu ambaye anaweza kukushika mkono. Na sana kama uko Nairobi area, unaweza kuchukua namba yangu ya simu nipigie, maana nimesupport vijana wengi wa Nairobi, wako hata wengine wanatoka Kituyu, Kambani, Kisii, wapi. Ukichukua namba yangu leo, niko na imani kabisa kwamba utasaidika. Nitakupatia namba saizi ya simu, upige hiyo namba, naweza kusaidia kama uko area hii. Kama wewe ni mwimbaji, unahitaji mtu anaweza kusupport. Kishaandika zile nyimbo zako vizuri, tafuta watu wa kusikilizie muziki yako kama uko na content. Kama kuna nyimbo zangu hapa zimeshika sana kama vile Sitanyamaza. Yaani hata kama nikienda tu mahali hivi napeta ngoma wanapiga, hata wengine wanasema mimi ndio Prophet Max. Na mimi sina shida, wafanye tu wale mnasema nyinyi ndio Prophet Max, iko sawa. Kama zile mambo inafika mbali. Inamaanisha kuna pahali watu wanatumia jina lako kujimaki. Sana. Kivipi? Yaani kuna watu pale, mtu akiona leo nimefaa hivi, anaweza enda apime suti kama hii, anyoe kama mimi, alafu atembee pale mtaani, kama anaona sisi kama ni yangu, aseme mimi ndio Prophet Max, achukue ngoma yangu apige nayo show. Nimewazoea kule Pipeline, wako wengi kule Nairobi, wamejaa na kwingine, hata wengine wakitoka hapa wanaenda Ushago. Lakini kwangu mimi najivunia. Kwa nini? Ule wimbo na ile sauti ni yangu. Na zile video ni zangu zingine. So hata wakifanya namna gani bado itabaki ni mimi. Ila sasa wale ambao mnanisumbua pale, mnasema wewe ndio mimi, wewe imba hiyo ngoma mahali unaimba, nasema ni ya Prophet Max, Mungu atakusaidia. So kuna watu wanajiita ni wao mimi, lakini it's okay. So long as habari nafikia watu. Okay. Na kwa kati za nyimbo zako ambazo umeziimba, ni ipi sana ambayo ukisikiza hivyo ina mvuto zaidi? Una feel to like hii wimbo inanibariki? Kwa nyimbo zangu zote ambazo nimeimba, nina wimbo ambao kwangu inanibariki sana na inafikia watu vizuri sana. Inaitwa Sitanyamaza. Tupe chorus kidogo. Tupe tu kidogo. Sitanyamaza, usinitulize. Ndapiga kelele kama Patimayo. Alafu nafasi pale sema, unataka ninyamaze
nilale njaa, yani ni kawimbo fulani hivi kanapika sana. Kwa hivyo ukiingia pale YouTube andika Sitra Nyamanza by Prophet Max, utapata ngoma moja hatari kabisa. Na watu wanaikubali na wanaipenda sana. Kwa dakika moja tu watazamaji ambao wanakutazama pale. Watakupata aje kwenye social media? Basi ukitaka kukutana na Prophet Max, njia ni rahisi sana. Ya kwanza, mimi napatikana katika Facebook, unaandika Prophet Max, Maxi. Alafu ingia TikTok andika Prophet Max. Alafu pale YouTube mimi niko na channel inaitwa Prophet Max. Hiyo channel Max muiandike vizuri, MAX Prophet Max. Alafu pale niko na namba ya simu ambayo unaweza kunipigia wakati wowote na ukanipata. Chukua hii namba ya simu, ukuje kanisani, uende pale studio, uniite ni perform kanisani kwako ama nihubiri kule kwako. So ukichukua hii namba ya simu, be very sure utanipata. Chukua namba ya simu ambayo ni 07 05 06 84 91 07 05 06 84 91. Mimi napatikana mahali popote. Mimi uwanga silipu pesa nyingi ndo nikuje kwako, wewe gharamikia hivi kidogo, weka mafuta gari, tembea na mimi na mipango yote inakuwa mzuri. Ukitaka kufanya mikutano mikubwa, niite mimi. Ukitaka producer ambaye anaweza kufanyia kazi nzuri iliyookoka. Unajua studio yangu sasa mimi ni nabii. So nakutengenezea muziki fulani hivi kali ambayo inaweza kupeleka mbali. Alafu tuko na kanisa pale Pipeline inaitwa Peak Prophetic Ministry. Njoo pale kanisani, kuna watu wengi na wewe njoo kuwe mmoja wao na Mungu wa neema atakubariki zaidi. Kwa hivyo kutana na mimi Prophet Max kila mahali. Chukua namba ndio nimekupatia 07 05 06 84 91 na mimi ndio Simba. Hii Kenya nataka nipige injili mpaka kieleweke kabisa. Nashukuru sana. Anaitwa Prophet Max. Unaweza mpata kwenye mitandao zote za kijamii pale kwenye TikTok, YouTube, Facebook kama Prophet Max. Maxi. Amekwambia nambari ya simu ni 070506 8491 pale. Unaweza mpigia simu kama una maswali yote ya kutaka kujua kuhusiana tu na muziki pale, na pia kama unataka kujua mambo mengi kuhusiana na injili pia. Kama ni mwimbaji pia unaweza mpigia simu ukamdm pale kwenye social media, inakubalika pale. Kabisa. Kwanza inakubalika, wewe chukua simu nipigie mahali popote. Alafu ningeomba hivi. Kwa sababu niko Pepeta TV. Na najua Pepeta TV iko na mashabiki wengi sana. Na mimi kila TV ambayo naenda, kwa sababu mara mingi nimekuwa nikienda kwa TV sana. Kila TV naenda uanga na promote mashabiki wake. Hapa Pepeta TV nikitoka, wale watakao nipigia simu, watu wa kwanza 10 wale watakao nipigia simu, kama wewe ni msanii, nitawarekodia kwa pesa kidogo. Tafuta tu pesa kidogo tu, unitembelee pale studio, ni kule lunch pale na producer wangu. Jamaa mmoja nimekuwa hapa naye, ni producer ako pale nyuma, anaitwa Eliud. Ukija pale tutakurekodia nyimbo, wewe tafuta kitu kizuri tu kule lunch. Tukurekodie nyimbo kwa sababu tumekuwa Pepeta TV. Mashabiki wetu wote tunawapenda. Wale watu watakao kuja 10 wa kwanza, nitawarekodia nyimbo kwa pesa kidogo, at least wa promote. Mungu awabariki kwa level zingine. Asante sana. Mtazamaji kwangu anasema leo kuna offer kubwa kabisa. Inachukua siku ngapi? 1 week from now. 1 week kutoka sasa mpaka Sunday. Kuanzia kesho hadi Sunday. Fika kwenye Peak Studios ambazo zinarekodi muziki pale. Utakuwa unafanyiwa muziki mzuri pale na pesa ya chini, asidos money. Kidogo kabisa. Inapendeza sana. Mchukua nambari yake ambayo amesema ni 07 0506 8491. Na pia unaweza tupigia simu sisi kwenye studio zetu. Nambari zetu ni 0728714232 pale. Nitakuwa inapendeza sana. Isaac the presenter pale kwenye social media zote pale, na Pepeta TV kwenye all platform pale. Na kumbuka tupo live. Fika pale, achia comment pale na mambo itakuwa safi kabisa. Wacha niangalie kwenye comments pale, alafu tutakuwa unatupigia muziki moja pale, tutakuwa tunaperform moja mbili pale, alafu mambo itakuwa shwari kabisa. Nikiangalia pale watu wamejaajaa kwenye Facebook, watu wamejaajaa pale kwenye Facebook. Wanasema vipi pale? Namuona pale anaitwa Jlax KE anasema yupo ndani, MC Grant Onami yuko ndani, BC Brown yupo ndani, mtu anaitwa nani pale, Mark Emmanuel Maro pia yuko ndani, Brian the presenter pale namuona yuko ndani. Watu wapo wengi pale kwenye TikTok, ni wengi zaidi hata siwezi wataja kabisa. Pale kwenye TikTok wapo wengi kabisa. Kwenye SMS pia watu wapo wengi, ni ila muda sina bure ningesoma messages zenyu pale kwenye SMS. Nimeona watu wamejaajaa pale, na itakuwa inapendeza sana. So kwa dakika moja tu producer, ningependa tu utuchezee muziki ile ambao unakwenda mbio mbio. Ilikuwa unaitwaje ule? Umetoka nayo hapa saa hizi. Pesa kidogo. Pesa kidogo. Pesa kidogo. Shaleta maringo. Producer tupe kitu pale tuweze kujimbamba. Nikisema la mwisho ni kwamba nashukuru sana mashabiki wangu ambao wananifuatilia pale katika Facebook,
WhatsApp, TikTok, wote wanaomfuatilia, especially waimbaji wa kule Peak Studio. Najua mna watch. Mungu anawabariki zaidi na waombea sana mahali pote mtakapokuwa, na waombea Mungu awainue. Washirika wangu wa Peak Studio, wa Peak Prophetic Ministry, Mungu awabariki zaidi. Na wote wanaonipenda, wale wanaoniitia crusades, wanaoniitia mikesha, Mungu anawabariki zaidi. Na wanaonipea show za TV kama vile presenter amenipatia leo hapa, Mungu anawabariki Pepeta TV na zile TV zingine zote ambazo naenda. God bless you. Tuko pamoja. Acha nikupatie kamoja. Twende na producer. Pesa kidogo ushaleta maringo, sifa kidogo ushaota mapembe. Wewe selebu watupumui tena, hauna nguo unatembea uchi. Pesa kidogo ushaleta maringo, sifa kidogo ushaota mapembe. Wewe selebu watupumui tena, hauna nguo unatembea uchi. Kwa mitandao unaitwa sweet baby, wazazi wako hawakujui tena, pasta wako anajifanya kuoni, na ndugu zako wanavumilia. Kwa mitandao unaitwa sweet baby, wazazi wako hawakujui tena, pasta wako anajifanya kuoni, na ndugu zako wanavumilia. Pesa kidogo ushaleta maringo, sifa kidogo ushaota mapembe. Wewe selebu watupumui tena, hauna nguo unatembea uchi. Pesa kidogo ushaleta maringo, sifa kidogo ushaota mapembe. Wewe selebu watupumui tena, hauna nguo unatembea uchi. Tunakujua wewe ni msanii, acha mapepe utachizi mwenzangu. Wewe ni apostle, prophet au bishop, kuwa makini wakora wamekopi. Maproducer tunawamulika, wadada zetu wameacha wazee. Unadanganya una mamloti, kumbe tapeli lala kwa simama 24/7 umeng'ara na suti, kumbe mjanja unaka kitu, unang'ang'ana kujifanya Rihanna, na sura yako inakataleka. Baba usinyamaze, hawa watanimaliza. Baba usinyamaze, waambie umenituma. 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 Haya ninayoyasema siyo maneno ya kwangu, wahakikishie kwamba umenituma. Ishara kuu kila siku zinatendeka, waonyeshe ni wewe unazifanya. Waaminishe siyo juju wala uchawi, miujiza ni wewe unazifanya. Usinyamaze, Baba usinyamaze. La 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 la. Big Studios, the Lion. La 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 la. Inauma sana. Inauma sana.
baba, mawazo yako wanavyoyapoteza, ulioambia siri zako wanavyokuanika, wale uliowakimbilia wakikuitia watezi, ulikofanya maficho yako kumbe ndo kichinjio, uliodhani ndo marafiki kumbe ndo maasidi, wale uliowadhamini wanapokufinya. Alright. Ni kama mmeona ile energy ambayo imekuwa hapa kabisa. Muona venye watu wanakwenda na magoti hiyo ni baraka kabisa. Fika pale kwenye social media zote utampata, anaitwa Prophet Max ni mchungaji na pia ni producer. Atakuwa anakubariki sana na muziki pale. Fika pale, mpe support, mpe pale subscription, mpe pale likes na mambo itakuwa fresh kabisa. Kwenye TikTok ukisema unaitwa nani? Naitwa Prophet Max. Ni kila mahali Prophet. Asante sana. Na kufikia saizi naona muda wangu umekatika kabisa. Muda wangu umekatika kabisa. Na kwa watazamaji wote ambao tumekuwa nao kuanzia mwanzo hadi mwisho. Mwanzo hadi mwisho nasema tu asanteni sana kuwa nami, na for now is a bye bye. Inauma sana. Inauma sana.